Jina langu naitwa John. Tumezaliwa tukiwa watatu, mdogo wangu Luka pamoja na Matayo. Baba yangu amekuwa akinichukia tangu ningali mdogo. Amekuwa akinifanyisha kazi kana kwamba mimi ni mfanyakazi ama kana kwamba ni mtumwa. Hapa nilipo niko shambani nikifanya kazi za kilimo ambazo baba amenituma kwa hasira. Hii ni story inayoitwa Mzazi ni Mungu wa Pili. Kama mzazi ni Mungu wa pili, Mungu hakosei. Je, na mzazi hakosei? Fatana nami katika filamu hii ama katika story hii. Lucas! Mwambie na Matayo waje huku, njoni huku na shida na nyinyi. Matayo na Lucas, msipende kulala sana wanangu. Mmeshakuwa watu wazima. John yuko wapi? Yupo huko jikoni anapika uji. Hebu muite aje na mwenyewe. John! Kashikamoo. Marahaba. Hebu kaniletee kiti. Sasa Matayo na Lucas, nataka niwaagize sehemu wanangu. Naam baba. Mimi nawategemea sana nyinyi wanangu wawili, maana mmeshakuwa na mnajitambua sasa hivi. Ndio baba. Kuna mtu aliniazima ng'ombe 3. Alikuja kuchukua hapa. Si mnamfahamu yule mzee? Ndio. Sasa aliniambia kwamba zinaumwa. Kwa hiyo ameziuza 3,200,000 na watumeni nyinyi wawili. Mkazichukua hizo hela mzilete hapa. Kuna vitu nataka nifanye. Sawa baba. Haya. Lakini baba, Naam. mbona kama unafanya upendeleo wenzangu? Nina upendeleo? Nina upendeleo gani? Hivi wewe mtoto mbona unapenda sana kulalamika? Hebu kachukue jembe nenda katengeneze matuta ya viazi huko shambani. Yaani wewe kila siku ni kulalamika. Mimi nakufundisha kazi kwa ajili ya maisha yako ya baadaye, wewe unasema napendelea. Kachukue jembe haraka bwana. Mimi nakufundisha kazi kwa ajili ya maisha yako ya baadaye, wewe unalalamika. Kachukue jembe kalime huko.
Joni. Naam. Samahani, njoo mara moja. Sema dadangu. Kwanza samahani, pole na majukumu. Sawa. Samahani kwa kuchelewesha. Nilikuwa natoka hivi, nilipokuona nikasema ngoja nikuite nikuulize. Hivi mnaishije pale nyumbani? Nyumbani kwetu sisi? Naishi vizuri tu dadangu. Mbona inaonekana kama baba yako yule mzee Jua Kali anakunyanyasa sana? Babangu mimi? Ndiyo, mzee Jua Kali. Dadangu, kwa kweli unachokisema ni sahihi kabisa. Lakini hata maandiko ya Biblia yanasema kwamba mzazi ni Mungu wa pili. Na kama Mungu pia hakosei, basi na mzazi hakosei dadangu. Sawa. Haya, kweli, safari njema. Sasa baba, Ndio. ile safari ambayo tumeenda, nimepea mzigo wako, nimepewa. Kakupa? Kanipa. Hongera sana wanangu. Sawa baba. Hongera sana vijana wangu. Ya mwaminifu sana. Hongereni sana. Na bana bana, nilikuwa labda atanizulumu. Kumbe zenyewe. Safi sana. Safi sana. Safi sana. Sasa wanangu, naanza na wewe. Nitakufungulia duka. Sawa? Sawa. Nitakufungulia duka la nguo ili maisha yako kidogo yawe mazuri. Sawa. Alafu na wewe nitakupa hela kiasi kidogo na wewe nikufungulie duka la kuuza vyakula. Sawa. Sawa? Sawa sawa. Zingatieni huu mtaji nao wakati. Sasa hivi maisha yamekuwa magumu sana. Sasa baba. Naam. Wenzangu umeambia utamfungulia. Wewe bwana, bado tunaongea au umeingilia maongezi? Kwa nini lakini? Una mdomo sana wewe. Yaani bado mimi napangilia mpango yangu biashara iendeshwe vipi, unaanza kulalamika. Wewe mtoto mbona huna akili sana wewe? Lakini baba, alafu leo usikie. Ninyi ondokeni. Wewe leo nenda katengeneze matuta ya viazi kule. Juzi nimekuonyesha kule shambani, nenda katengeneze matuta ya viazi. Kumbe nimekuta umetengeneza kidogo tu ukaondoka. Hebu ondoka bwana. Ondoka. Mimi ndo mzee Jua Kali bwana. Unajua huyu mwenzenu? Ondoka bwana. Kachukua jembe huyu. Allah. Sasa wanangu. Naam. Sasa mkisikia maisha ndo haya. Sawa Sawa. Yaani nyinyi mna akili. Sawa Ila hizi hela msizichezee. Sawa Sawa. Mkaziweke vizuri. Kesho kutwa tunadamka asubuhi tunaenda kufunga bidhaa. Sawa. Chukua kaziweke mwanangu. Nawapenda sana. Nawapenda sana vijana wangu. Ndugu mzee katoka muda sana. Sasa sikiliza, zile hela tushapata, ila leo nataka tutoke. Alafu maswala ya Joni usimfuatilie, nikifuatilia atayumba sana. Kaangalia mademu mazuri, hela si tunazo. Alafu yule kama mkubwa, unaona hapa mzee alivyosema, tusimfuatilie mambo yake. Acha yeye mwenyewe, haya anaenda kulima kila siku, sisi tunakula ba. Sema nini? Takiwa leo nije mchochele Joni. Mwambie leo hajaenda kulima kule. Huku deki hajadeki ndani. Vyombo vyenye hajaosha. Ili zile hela tule vizuri. Sawa ndugu wangu. Sasa sikiliza ndugu wangu. Kiwa yenende. Sawa. Sasa leo utakula kuku nini si unajua? Leo tumepata hela Leo tumepata mpunga hapa, tuko na bro tunakuja hapo hivi mazingira fanda kwa oge vizuri utakuta.
Matayo. Naam baba. Matayo. Naam baba. Nakuomba uje. Hebu nje na wenzako waje. Luka. Luka. Naam. Njoo baba nakuita. Namba. Bwanangu. Mimi ninawaita. Hali yangu imekuwa ngumu kweli. Nilikuwa nawaombeni wanangu. Kama bado nimebakia na kiasi hicho cha hela kidogo, nipeleke hospitali. Fanyeni hivyo wanangu. Si baba, hata shilingi 100 si tu. Sasa wanangu, mnafikiri mimi nitafanyaje? Niliwasisitiza zile hela msitumie hofu mkazi wenu. Sasa nyinyi mmechezea. Mzee tu ndio ungeenda kupata shamba kule tu huko. Sasa shamba lipi? Shamba lenyewe tumebakia na moja. Wanangu, naomba nipeleke hospitalini. Hilo ndio uuze mzee. Hatuna hata mimi. Jamani wanangu, mnionee huruma. Mkakope hata kwa wenzenu hata kidogo, Sasa mnafikiri hapa mimi nafanyaje? Hali yangu imekuwa ngumu. Matayo, nilikuwa nakutegemea sana. Halo. Unaenda wapi tena? Sawa. Lucas. Lucas mwanangu. Mnionee huruma jamani. Mnionee huruma mimi jamani. Sasa wanangu, mnaenda wapi? Mnaniacha jamani. Kaa hapo mzee. Wanangu jamani. Pole. Sana. Nakusumbua nini? Yaani kifua kinabana. Nakohoa sana mwanangu. Nimwambia ndugu zako wanipeleke hospitalini, hela wameshamaliza. Wananiambia nikauze shamba bwana. Shida, tenda tu kwa daktari. Kuna mganga mmoja yuko kijiji cha jirani hapo. Ndio jitahidi tu kupeleka. Hali yangu ngumu, ikiwezekana ninyanyue sasa hivi nipeleke. Basikeli siko nje hapo. Niweza. Wanangu wameshachezea. Kutoka kule kwetu kusini mashariki kaskazini. Rudi mtala. Karibu. Simama kwanza hapo. Vueni viatu. Mweke hapo, mkalishe hapo. Pole. Taratibu. Hapa ndo mmefika kwa mganga kula chuma. Karibu sana kijana. Matatizo yako nimeshayajua. Najua mnasumbuliwa sana kuhusu huyu mzee wako. Kabisa kama unavyomuona. Na najua kabisa mnaishi watatu kule nyumbani, wewe na wadogo zako wengine wapo. Ila wanakutenga sana. Ni kweli? Ndio hivyo mzee, ni kweli unachokisema. Sasa nitafanyaje? Na mimi ndio nimezaliwa, labda ninaonekana na moyo kwa mzee. Maana mizimu yangu inaniambia wenzako wanakula bata, wadogo zako huko waliko wanaenjoy, wewe ndio unahangaika na mzee. Tena mzee huyu anaonekana alikuwa hakupendi kabisa, hakujali. Mimi namhudumia kwa sababu ni baba. Ndio. Lazima tu nimhudumie. Sawa. Basi hapa umeshafika kwa mganga kula chuma. Sawa. Mahitaji yote utayapata, tiba atapata. Itatakiwa ulete dawa, ulete hela hapa. Sawa? Sawa. Siwezi nikakutajia ni kiasi gani. Wewe tuleta hela hata kidogo. Matibabu yataendelea. Sawa? Hizo pesa nilete lini? Wewe nenda katafute, ukipata. Hata ikiwa leo au kesho. Njoo nazo. Basi nakuahidi mzee wangu, wewe muendelea tu kumhudumia, niacha. Sawa. Nifuatilie hizo pesa. Hilo limeisha kwa mganga kula chuma. Joni, hebu njoo. Unaopo kisimani dada? Eh. Za saizi tena. Dadangu vipi? Safi tu.
Naona chota maji mwenyewe. Nipo bwana, nachota maji. Ndio. Vipi kuhusu hali ya mgonjwa? Nasikia babako anaumwa. Bango kweli anaumwa, na hapa toka hapa kuna hela fulani naifuatilia huko. Ili niende kwa yule mganga nikampe pesa yake. Lakini mbona kama unahangaika mwenyewe tu, wenzio hawana mpango na baba yao? Sasa unafikiri hivi ningezaliwa mimi kama mimi bila kuwepo wao, nani angemsaidia mzee? Hata kama, lakini yule mzee anaonekana alikuwa anakuchukia sana. Yaani hakupendi. Na hata hivyo, kwa sababu hata nguo toka nimeanza kufahamu ni hizo hizo. Yaani shambani ni hizo na hizo, wewe na hizo nguo. Lakini wenzio kila ikitwapo leo wanabadilisha nguo. Na bado huko wanakula raha na wanawake. Yaani wako vizuri wenzio. Inakuwaje wewe? Kwa hivyo ndio maana unaambiwa akili ni nywele. Sasa kama akili ni nywele, kila mtu ana zake dada. Aisee, una moyo. Haya bwana, mimi acha niwahi hivi mara moja. Haya. Haya. Nashukuru sana bwana. Nisikie huko nyumbani. Hapa tena? Nyumbani kabisa. Kweli kabisa. Vipi mambo lakini? Mazuri. Naendeleaje hapo nyumbani? Aisee, Mungu mwema sana. Nafikiri nasikia kiu ya maji. Kiu ya maji? Maji. Ngoja nikakupata. Sawa. Naona umejipata rafiki yangu. Ndio hivyo rafiki yangu bwana, si unajua maisha haya lazima tutafute. Haya hapa hizi. Nashukuru sana. Sawa sawa. Sasa rafiki yangu kilichonileta hapa. Bwana, mimi nauguliwa. Unauguliwa? Naugua vibaya mno. Kweli. Sasa nikawa nimempeleka kwa yule mganga wetu kule. Akawa ameniambia nitafute kiasi chochote cha nitakachokuwa nacho cha pesa. Sasa nikaangalia kule nyumbani, sina pesa. Kama unavyojua hali yetu sasa hivi kidogo imeshuka kiuchumi. Na wale ndugu zangu kama unavyojua wewe. Kwa hiyo nikaona msaada mkubwa nije kwako nisaidie. Na mimi rafiki yangu usijali. Nina kiasi kidogo cha fedha nitakupatia. Kwa kuhusu hilo usijali. Nitakusaidia. Sawa. Ngoja nikakuletee ndani. Hamna shida. Sawa sawa. Rafiki yangu. Kuna kama hii hapa hii. Sawa. Chukua hii hapa. Hii hapa itakusaidia. Nyingi sana. Itakusaidia hiyo rafiki yangu. Bwana, nashukuru sana. Sawa sawa. Sasa acha niwahi mzee. Sawa sawa. Nenda kamwone mzee. Bwana, nashukuru sana. Haya, asante. Sawa. Asante sana. Hata mimi niwahi. Karibu tena. Haya, sawa. Bwana, nashukuru. Nimezunguka bwana mzee. Ndio. Kwa kuwa tu niambia nilete kiasi chochote, mimi nafanikiwa kupata hiki hapa. Weka hapo kwenye mizimu. Mizimu ndio inayopokea. Weka hapo. Weka humo ndani. Sasa tutaanza tiba. Sawa. Utapona tu. Hapa ameshafika. Hii tatizo lake ni dogo sana kwangu. Ndio. Sasa nakupa hii dawa. Kaitumie ndani ya siku 7. Sawa. Utamwekea nyingine kwenye maji ya kuchemsha. Chemsha maji kidogo ya vuguvugu anakunywa. Nyingine weka kwenye maji ya kuoga. Sawa? Ndani ya siku 7. Tatizo lake litakuwa limepona kabisa. Ila usikosee masharti. Ndani ya siku ngapi? Ni kuchemsha kwenye maji. Na anywe au aoge. Ya kuchemsha maji anakunywa kama chai. Ila usikosee masharti. Sawa. Sawa, unaweza ukaenda. Sawa mzee. Mzee tuondoke. Dawa hii tushapata tukatumia. Aya. Uko na matari? Vipi lakini? Safi. Bwana, muonekani ndugu zangu nyumbani vipi? Kwani kuna nini? Nyumbani kuna nini huko? Nyumbani bwana, toka wiki iliyopita. Tangu wiki iliyopita anaumwa vibaya mno. Kwani wewe mzee si uko naye? Ndio naye ndio. Kama uko naye sisi natuhusu nini? Sasa si ndugu zangu na nyinyi ni baba yenu, kwa hiyo niwaoneni bora niwaambie kuliko ningekaa kimya mgenilaumu baadaye anaumwa mzee. Sasa tutakuja baadaye. Tutakuja baadaye.
Basi sawa. Baba. 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 Amka unywe dawa. Unywe dawa. Pole pole. Chungu. Ndio inatibu, ndio inatibu hiyo, ndio inatibu. Bado hii ya mwisho. Basi. Malizia ya mwisho hii. Basi chungu. Malizia ya mwisho wewe. Sasa. Pole sana. Unajisikiaje lakini? Najisikia maumivu makali sana mwanangu. Maumivu? Maumivu makali sana. Pole sana. Utapona. Asante sana mwanangu. Utapona. Lakini Bwana John mwanangu. Naam. Unisamehe sana. Kwa yote ambaye alikuwa anaendelea hapa nyumbani. Sikujua kama wale wenzako wangechezea zile hela zote ziishi. Nilijua labda wenzako wale nitawapa zile hela watazitumia vizuri. Lakini wamenisaliti mimi baba yao. Mwanangu nisamehe sana. Mzee, mimi nimeshakusamehe tangu muda sana. Kwa hiyo nisamehe sana mwanangu. Mzee, kitu ambacho ukijui, mimi nilikuwa natembea na maandiko matakatifu kwamba yanasema mzazi ni Mungu wa pili. Kwa hiyo wewe ni Mungu wangu wa pili. Mimi siwezi nikakuacha kwa chochote hata kama ungenifanyia vipi. Mimi sawa. Pumzika. Sawa. Pumzika. Pole sana. Sasa mzee, ngoja niweke simu chake. Jioni. Naam. Nakuomba uje kidogo. Ndio baba. Ile mkono wako. Vipi tena mzee? Mwanangu. Hali yangu imekuwa mbaya sana. Pole sana, utapona. Hali yangu imekuwa mbaya sana. Utapona, dawa si umeshatumia? Sikiliza kitu nikwambie. Naomba unapoiga tabia zao. Mwanangu umekuwa kitofauti sana. Mimi nawaacha baba yenu. Baba, mbona tena unasema hivyo? Haya maneno umeyatoa wapi? Namfuata mama yenu. Rafiki yangu, karibu sana. Asante sana. Lakini mzee, Ndio. karibu sana. Asante sana. Mzee hapa. Asante sana. Dokta, kiongozi wetu, karibuni sana. Asante sana. Mimi nimeona ni vyema leo niwaalikeni ndugu zangu ili mje mtufariji. Kama mnavyojua kwamba mzee amefariki, kwa hiyo tuna majonzi hapa nyumbani. Ndio. Kwa hiyo nikaona bora niwaiteni kwa ajili ya kutufariji. Karibuni sana. Asante. Na mimi nimeona vizuri. Nikasema sasa acha yule ndugu nikamtembelee. Nikamtie maneno kidogo ya faraja pamoja na hii tukio ambalo limepita zito sana. Najua kweli umehangaika. Kabisa. Umeenda huku na kule. Vizuri. Tulipokuwa tumeshamzika baba yenu. Kaona acha niwaone vijana, niwatie moyo kidogo, niwatie faraja pamoja na maneno machache. Najua hii dunia tunapita. Hasa nakusii wewe hapo. Hata kwangu nakumbuka ulimleta. Kweli tukapigana katika hali yake, lakini Mungu ndio hivyo akafanyaje? Akampenda zaidi, akamchukua. Nikaona acha nije nikutembelee ili nikupe faraja. Lakini hasa mapambano uliyoyaonyesha toka mwanzo kwa kumjali baba yako pamoja na makazi yote ambao ulikuwa unafanyaje, unatumikishwa kama ng'ombe, lakini haukujali hilo. Najua baba yako amekuachia kitu. Kwa sasa hivi wewe ndio nguzo ya familia. Wewe jali, endelea kuwajali watu wadogo zako kama ulivyokuwa unawajali mwanzo. Sawa? Lakini na nyinyi vijana, nataka niambie kitu kimoja. Kaka yenu nimefanyia matukio mengi sana. Anaenda kulima, yani mnaenda kwenye starehe. Mara siji mko wapi, mmepewa hela, mwenzenu anafagia peke yake, anadeki, anafanyaje kazi zote za kwake, kuchota maji.
analima yeye, analimishwa, yani ilikuwa kama nguruwe vile, kama ng'ombe vile anatumikishwa, lakini yote hayo kavumilia, na bado mpaka sasa hivi yuko na nyinyi, bado anawajali kama nani, kama wadogo zake. Amewaambia nani wakati ugonjwa wa nani baba yenu, lakini hamjajali yote haya. Hicho kwa anamfanyia wewe mwenzenu ilikuwa sio kizuri. Huyu ni kaka yenu, nenda kula starehe huko na vijana na mademu huko, sijui mnajiita siku hizi wanaita mademu, wanaita mapiskali. Badilikeni sasa hivi, maisha ya anasa acheni. Baba wao anaumwa huko, unamuuguza mpaka anafariki, wao wenyewe hawapo. Sasa ndo anarudi juzi tu. Na nyinyi nani vijana, huyu kaka yenu mngemuomba msamaha kwa kosa mliolifanya. Unasemaje mzee? Unasemaje mzee? Muombe msamaha boya? Sasa naona unanichelewesha mzee. Ongea naye kama unamwomba msamaha. Muombe wewe mwenyewe. Bwana dogo, mimi nakaja zangu. Mimi nifikiri unapigia masuala ya maana, masuala kama hayo. Au umeshaanza kuvuta mabangi huko. Walivyoalea si. Lakini wewe usikate tamaa. Kabisa. Wewe endelea kuwa na moyo huo huo. Dunia itawafunza. Kabisa. Sasa unasikia rafiki yangu, hawa ni wadogo zako na wewe ndo mkubwa, sawa? Kabisa. Hata kama akikutenga wakifanyaje, wewe wajali, usiwatupe, sawa? Kwa sababu inawezekana hawa bado kiakili bado hawajakuwa kiakili. Kwa hiyo wewe ndo mkubwa wao, wajali na kuwaongoza katika njia ile ambayo iko sahihi. Kabisa. Dunia itawafunza. Wewe wazingatie, Dunia usiwatenge. itawafunza. Wanane, sawa? Sawa. Ndio hivyo rafiki. Basi bali waandalieni hata chakula nini, maji au Mimi nasema nilikuwa tumeshapiga vijana huko vizuri. hata viazi tu vipo bwana. Unajua mimi mzee bwana, na mzee wenyewe huu nilikuwa nishapita Mzee nikunywa wangu kamieso bado huko vijana, sehemu. eh. Kwa hiyo ndugu yangu, Nashukuru bwana. endelea kubaki salama. Shukuru sana, Hao mmenifariji. vijana Sawa sawa. Nifariji sasa, mmeondoka na amani moyoni. Usijali, endelea kuishi kwa amani. Haina shida. Basi sawa. Bwana, kama mnavyotuona hapa, kikosi hiki hapa kilichoshiriki movie hii inayokwenda kwa jina la Mzazi ni Mungu wa Pili. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa sapoti zenu, lakini pia tunahitaji muendelee kutufuatilia kwenye hizi channel zetu za YouTube, lakini pia tutajitahidi kurusha hata kwenye makompyuta ili watu waweze kujifunza zaidi. Kubwa zaidi ni kutusapoti tu, yaani mkitusapoti nyinyi basi sisi tutafanya bidii sana kufanya zaidi ya hiki mlichokiona. Nimecheza kama mtoto nisiyependwa na baba mwenyewe mmemwona huyu. Hana hata ndevu zenyewe, mmemwona alivyo. Ndo baba huyo. Kwa hiyo ndo hivyo, ni sanaa tu, ni ubunifu. Kwa hiyo tutaendelea kubuni vitu vingi zaidi, na jamaa wangu hapa anauza kuku huyu. Anataka kuku, unaweza mkauziwa tu fresh. Okay. Bwana, ndo hivyo, kwa jina wananiita George, lakini jina la kiusanii zaidi wananiita Mazengo. Nafikiri mmeniona kwenye filamu kibao tu nikifanya mambo makubwa mazuri, na nitazidi kufanya mambo mengine makubwa zaidi ya haya mlioyaona. Mimi ndiye mtunzi wa hii story, tukishirikiana na huyu bwana wanamuita Alex Mofaya, lakini huyu bwana huyu ni kama kameramani. Na huyu ndo ametuingizia hizi voice mnazozisikia, milio hiyo na effect kama mlivyoona, na hao wengine ndo kama hivyo tumeshirikiana nao. Bwana, kijiti chako hicho. Sasa mimi kwa majina najulikana kama Alex Amos Chibalale. Kwenye filamu hii nimeigiza kama baba. Kwa hiyo endeleeni kutufuatilia jamani, ili kazi zetu tuzidi kutoa zaidi. Endeleeni kutufuatilia. Nimeigiza kama baba ambaye namtesa sana. Ananitesa huyu, hana hata ndevu afa anitesa hivi. Namtesa sana. Kwa hiyo mashabiki zetu endeleeni kutufuatilia, na endeleeni kufuatilia pia season 2 inakuja, ipo njiani. Asanteni sana. Tuko pamoja. Sawa sawa. Dua. Haya bana, nyinyi endeni kuuza sura hapo, mimi naondoka. Acha tuuze sura, wenda tutanunuliwa. Mashabiki tupo